Tunakubaliana hiyo? Naona wachache wanasema hapana na wengine wanasema ndio. Ili mtu aweze kuwa tajiri ni lazima achinje. Uelewe neno kuchinja. Uelewe neno kuchinja. Bwana asifiwe. Na ndio maana si jepesi kila Mkristo kusikiliza kila kitu kwenye mtandao, kwa sababu kuna wale ambao kwa namna moja ama nyingine hawajui kuchambua mifupa na nyama, wanamezanga tu kisha kwama na wanajua kumbe ni kula na mfupa. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie. Kwamba haiwezekani mtu aweze kuwa tajiri bila yeye kuchinja. Na anasema yeyote anataka kuwa tajiri akuje kwake. Yeye atamsaidia na kumwelekeza namna ya kutoa kafara ili afanikiwe. Alafu huyo ni nabii anayetumia jina la Yesu. Bwana Yesu atusaidie sana. Clip yake nyingine inasema Mkristo kuwa na nyumba ya wageni, Waingereza wanasema guest house, si dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ile imeandikwa ni guest house, yani nyumba ya nini? Ya wageni. Kwa hiyo wewe Mkristo ukijenga na umiliki haiko hata dhambi. Lakini maswali yanakuja hivi. Wakati tunajenga ile guest house, ukweli ni kwamba ni wageni ndio wanalala mule, ama ile guest house inatumika kuweza kufanya mambo ambayo kwa namna moja ama nyingine yampendezi Mungu? Guest house zimerahisisha bibi ya mtu na bwana ya mtu kwenda kukutana na kufanya mapenzi huko kwa siri. Uongo ama kweli? Guest house zimerahisisha watu kukutana na kufanya mikataba ambayo sio mizuri ya kuangamiza wengine. Kama umewahi kuhudhuria kule, enda tu tembea uone vitu vinavyopita pale. Kuna uharibifu na vitu vya ajabu venye vinafanyika kwenye zile nyumba. Kweli zimejengwa kama nyumba za wageni, lakini kinachofanyika ndani ya zile nyumba sio kwa sababu ya wageni, bali ni kwa sababu ya machukizo mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kanisa lilisema sio vizuri Mkristo amiliki kitu kama kile ambacho kinaharibu watu wengine. Lakini yeye anahalalisha na anasema Wakristo wake kama mna pesa mjenge. Yule sio mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kituko sasa nikaona mwingine jana. Yeye mbele yake alikuwa na beseni lenye anasema lina damu ya Yesu. Na ukiangalia mle beseni kuna maji mekundu, anasema ni damu ya Yesu. Alafu mkononi ana kioo na kalamu. Ukimtumia jina lako anachovya mule mwa ile damu yake ya Yesu, sijui ni Yesu gani, anagonga gonga pale kwenye kioo. Anakuambia namba ya nyota yako. Hapa akwambia hiyo namba ya hiyo nyota ni namba mbaya sana. Kwa hiyo ili uweze kusalimika kwa sababu majanga yako mbele yako, ingia private nitafute, nitakupa maelekezo ya kukwepana na hayo majanga. Alafu wanatumika kwa jina la nani? La Yesu. Kwa hiyo utagundua kwenye hiki kipindi shetani hakika ameongeza kasi ya kuweza kutumika, na anachokitafuta ni kummeza mtu ambaye atabaki kwenye hali ya kawaida. Kwenye kitabu wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8 Biblia inasema tuwe na kiasi tukikesha, kwa sababu mshitaki wetu Ibilisi kama simba mwenye ananguruma ako anazunguka. Shetani yuko anazunguka kila mahali. Yuko Kakuma, shetani yuko Kenya yote, shetani ameenda Kijiwa, kila mahali yuko anazunguka. Nini chenye hapo anatafuta? Anatafuta mtu mmoja mwenye ajitambui aingie tumbo yake. Na hakuna kitu kibaya kama kujikuta umemezwa na shetani. Kama nyangumi iliweza kupika Yona, shetani akikumeza kukutapike na kuanga jigumu kama hakuna neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwenye hiki kipindi watakao nusurika na mtego ambao shetani hako anatega ili kumeza watu ni wale
watakaoamua leo kuongeza kiwango cha kutafuta Bwana. Kama adui yetu shetani ameongeza kiwango cha kutumika, inabidi hata sisi sasa tuongeze kiwango cha kutumika. Kama tulikuwa tunaombaka dakika 20, tuanze kuomba saa. Kama kwa wiki ulikuwa unafunga mara moja, anza kufunga hata mara 2. Kama ulikuwa unatoa sadaka mara moja kwa mwezi, anza kutoa kila ukikutana ndani ya kanisa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa kufanya hivyo utajipata ya kwamba unamshinda shetani. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shetani ameongeza kiwango cha kutumika. Hapa Kakuma tunaona watu kama hao wenye wanamtumikia shetani, lakini kwa nje wameweka picha ya Yesu. Unaenda kuombewa kule, wanataja jina la Yesu, badala kuambia ingia kule. Ingia kule unapigwa bomba. Kumaombi. Maombi kuna bilingateli ya kupiga watu bomba. Yesu gani yule mwenye anatumika pale? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na inawezekana kuna wengine wako mwenye mkutano waishaje haka kule. Hasa wale wenye makujangi kwenye maombi hapa. Inawezekana washafika kule. Anaenda pigwa bomba kule. Munihurumie, ninasema ile yenye iko. Kwa sababu munaendana. Na mbaya ya watu dunia sasa hivi hawapendi kweli. Wakiambiwa tu kweli wanakasirika. Lakini wanabifanyana. Sasa sisi tukijua tunasema kwa sababu ukiambiwa kweli, ukijua na kweli na kuweka huru. Haleluya. Bwana asifiwe. Wako kule wanaitwa kama makibodi, kama maradi, sijui vitu gani. Wana majina ya kutisha. Ukisikia ngoma wanaimba ni nyimbo za Mungu kabisa. Nyimbo za Mungu. Lakini wakati wanaanza huduma ndio wanagundua hapa shetani anatumika. Baya zaidi Wakristo wa kanisa wanaenda. Unaenda kwenye ile madhabahu na Jumapili unakuja kwenye hii madhabahu. Uko unatafuta nini wewe? Chenye uko unatafuta utakipata. Bwana atusaidie. Bwana atusaidie. Chenye uko unatafuta kwa hiyo maji ya bomba utakipata. Pengine mkishaenda kule sasa, mifungo vilishawakamata, mafanikio yanapotea, kama ni nyota zishachafuliwa, ndio mnaanza kuja kusumbua wachungaji. Na mchungaji anapokuuliza tuambie chanzo cha tatizo. Baba mimi nililala tu, nikaota tu vile. Sema kweli, niliendaga kwa nabii Radi akanipiga bomba, ndio maana tumbo liko hivi. Sasa hausemi, unataka tu mchungaji aanze kukuombea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Fanya hivi kama uko unaniona. Wanafikiri mchungaji upako wenye akonao wa kuharibu? Si upako wa kuharibu. Mungu anampa ile upako na yana utafuta ili kweli akusaidie. Lakini kama imani yako imekwenda kwa nabii keyboard, bakilia kwanza kwa nabii keyboard. Siku yenye utaona keyboard haiwezi kusaidia, ukuje sasa kwa Mungu usaidike na utulie. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu hapa wanabishana na miujiza. Mungu anawaleta sehemu ya mzuri, mahali kwenye Mungu wa kweli yuko na anaponya. Nyie mnatoroka mnaenda mahali nyingine. Kweli waliopewa neema walikataa neema. Bwana tusaidie sana. Mtu anasimama hapa na anasema Baba akaniwekea mikono. Baada ya kuniwekea mikono, nikaanza kutembea na ile maumivu inaisha. Alafu unakuta mtu mwingine hapa amesikia huo ushuhuda, lakini baada ya kutoka hapa anaenda kwenye maombi ya nabii kiburi. Unatafuta nini? Na umesikia kuna upako ndio unasaidia hapa. Wacha nikuibie siri. Kama uko ndani ya kanisa na hujaamini nguvu ya madhabahu inayokuongoza, wacha nikuambie, hakuna siku utawahi kuona msaada kwenye madhabahu. Tunaelewana vizuri? Yaani kama uko kwenye madhabahu, tuseme wewe uko hapa leo na imani yako haijakuwa hapa. Uko hapa leo, imani yako nyingine kwa fulani. Sikia, tatizo lenye linakusumbua halitawahi kukuacha. Kwa sababu gani? Wewe ni popo, hauko ndege, hauko nyama. Hata Mungu anapotaka kusaidia anashindwa akutafutie wapi. Mungu wako anamuuliza Adamu,
adabu. Uko wapi? Maana mahali yenye nakuaga na kutania na wewe sikuoni. Mungu amekuleta hapa ndo akuje anakuja kuona hapa, hakuwa anakukuta hapa, lakini anapokuja masaa kukubariki haupo, uko kwa keyboard, baraka zinarudi. Halafu unaanza kusema pale kanisani kwetu hawaombaki, hakuna hata ubako. Nishakaa pale miaka 4. Homa tu haijawahi kuniacha, kila siku malaria. Kanisani ndo hawaombaki ama ndio umekosa imani? Hakuna. Hao wenye wanashuhudia hapa wanasema waliombewa tu hivi, chenye kilikuwa kimebana kikaachia, na wengine wamewahi kushuhudia nguvu ya Mungu hapa. Bongo ama kweli? Mbona mnasema na mama ndo mseme kwa sauti kubwa, kwa sababu yeye ndo mabiji bure kwa keyboard. Mseme kwa sauti ya moyo. Bongo ama kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ndoa na kwa mingi, ukienda kule wanaume hapa kwangi ba mingi, ba mama. Na ndoa wanaanguka